nimekuja kwa ajili ya kukomboa kile kilichopotea. Nimekuja kwa ajili ya kuokoa ulimwengu, si kuhukumu ulimwengu. Na wale watakaosikia mahubiri yangu na watende vile Mungu anataka, hakika majina yao yatakuwa katika kitabu cha uzima wa milele. Na wale watakaonikataa, hakika watahukumiwa. Ukiendelea kustaajabu ya Musa, utayaona ya Firauni. Je, mwalimu Yesu yuko wapi? Au Yesu wa Tongoreni yuko wapi? Amesulubishwa au la? Ni maswali ambayo Wakenya wanaendelea kujiuliza kumhusu jamaa huyu ambaye anajiita Yesu. Watu ambao wanataka kunisulubisha, huo msemo najua ya kwamba si mapenzi yao. Hata jinsi tulivyo na hawa manabii, wanapohubiri injili, ile roho ya malaika ndio imo ndani mwao. Na wale wanaonena ya kwamba wanataka kunisulubisha, evil spirit, ile roho ya mpinzani ndio inaingia ndani mwao, ndiposa waongee. Sasa hao mimi nawaombea Mungu awabadilishe na awaondolee makamba katika mboni zao, ili nao pia siku moja wakundue hii siri ya Mungu, maana Mungu hafanyiwi dhihaka. Wakati Wakristo ulimwenguni wanaendelea kusherehekea Pasaka takatifu, Wakristo kutoka kanisa la Yerusalemu pia kutoka eneo la Magharibi, kaunti ya Bungoma, wana taswira tofauti. Salamu za Yesu. Amina. Mnanipata? Amina. Alipewa jina la malaika Trufosa. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Mnanipata? Amina. Sasa walikuwa wamepanga atapata tu jina tukiwa hapa. Amina. Maana jina lake lilikuwa nabii Trufosa. Amepata Trufosa yako kwa maandiko? Ako. Hii ni baada ya mkubwa wa kanisa hilo la Yerusalemu mpya kwa jina Eliud Wekeza almaarufu Yesu wa Tongoreni, jamaa ambaye amegonga vichwa vya habari akijiita Yesu na kusema kwamba hatasulubishwa kwa mara ya pili kwa sababu alisulubishwa kwa mara ya kwanza. Akaandika Biblia na yeye ndiye ameangaziwa katika Biblia ama neno takatifu kwa sababu ni yeye tena amerudi kuliokoa taifa na kuokoa ulimwengu. Kupepa miti kwa ajili ya kutaka kumsulubisha Yesu. Hata niliona ndugu mmoja Muislamu akapepa misumari akakuja nayo hapa. Na ikapiti nimwambie ndugu, ukisoma Wagalatia 6:7 inasema Mungu hafanyiwi dhihaka, kile ulichopanda ndicho utakachovuna. Mwalimu Yesu anasema kwamba Pasaka yake husherehekewa mwezi wa 7 au Julai. Na Pasaka yangu huwa inafanyika mwezi wa 7. Na hiyo Pasaka inapofanyika pia huwa tunasoma maandiko katika kitabu cha Kutoka 12:21 hadi 28. Hiyo ndio Pasaka ya mwalimu Yesu. Lakini hii yenye ambayo imeandikwa kwa Baruku kulingana na maandiko inasema ya kwamba tujihadhari. Hii ni baada ya makundi ya watu kutishia kwamba watamsulubisha waone kama atafufuka siku ya 3, na wakasema kwamba wako mbioni kutafuta wezi wale wawili ili wamsulubishe pamoja naye waone kama siku ya 3 baada ya siku ya 3 Yesu huyu wa Tongoreni atafufuka. Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa yeye pia akisulubiwa maybe tunaweza pungukiwa, maskini naweza kuisha, na msalaba yetu itakwisha, tutakuwa wazuri kidogo. Uongo mtupu. Huyo jamaa hana kitu. By the way ni jirani yangu wa karibu sana. Anamjua. Huyo si Yesu by the way. Mtu ukijaribu kufuata huyo jamaa unajipotosha bure. So naona huyu Yesu Tongoren ajikane tu, ajitoe mapema before mambo haijaribika. Lakini je, huyu Yesu wa Tongoreni ana wafuasi? Ndio ana wafuasi. Na je, nguo ambazo wanavalia, zare ambazo wanafalia sina sababu? Ndio sina sababu. Tumsikize. Kulingana na hii sare jinsi ilivyo inategemea na mafunuo aliyopata, maana huwa hatushoni tu kulingana na mawazo. Tuko na kitabu cha kuhusiana na mavazi. Anatoa maono, anafunuliwa maono kwa ajili ya vazi takatifu. Hili vazi la red, anapoomba aliyembariki na hili vazi roho wa Mungu ambaye ni malaika wa mbinguni. Anapoomba na kutaja kwamba moto ukaingia eneo fulani, huo moto unaingia na kuteketeza miungu. Na je, wakazi wa Tongoreni mbona wanamtaka Yesu huyu wa Tongoreni
asulubishwe kwa mara ya pili? Tuko tayari, huyo jamaa amejiamini, ako tayari msulubishe. Kwa hivyo mnataka kusulubisha Yesu wa Tongoren? Tunataka kumsulubisha Hiyo Easter sasa, Pasaka. Na labda misumari mmeshajipanga nazo, labda miti pale iko tumejipanga nayo. Namfahamu kama mtu binafsi, mtu mwanadamu, wala yeye sio Yesu. Ni mtu aliyosaliwa na mwanamke. La kwanza anajiita ya kwamba yeye ni Biblia na yeye sio Biblia. Sisi tunasoma Biblia ambayo tunaielewa kuanzia mwanzo hadi mwisho, Ufunuo. Hakuna Yesu ambaye yuko katika ulimwengu hivi sasa. Bado tunamngoja na bado tunamsubiri. Si Yesu, yeye ni mwanadamu tu, alisaliwa na mwanamke. Yeye labda ni nabii, lakini si Yesu. Lakini Yesu alisulubiwa kitambo. Hawezi kusulubisha sai. Yeye ni mwanadamu tu. Yeye ni papa wa watoto sai. Ako na mke na watoto. Sasa yeye na kanusha, si Yesu. Anafanya kazi kama sisi. Videlis Moshoge, Agr News.